ni bayana ya mambo tunayoyatarajia hata pasipo kuyaona. Being certain of things hoped for, hata bila kuona. And when you read verse number 6 of the same chapter, Hebrews 11, verse number 6, the Bible says, the Bible records, without faith it is impossible to please God. Bila imani haiwezekani kumpendeza nani? Mungu. Therefore, you and me kama Wakristo na mhudumia Bwana inafaa tuwe na imani. Ambia jirani yako, imani isiyo yumba yumba. Imani isiyo yumba yumba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo lingine, just before I go back to the scripture. Jambo lingine, tumeshaona imani ni nini. Then the question here is, how do we achieve faith? Tunapata imani kwa njia gani? When we read the book of Romans chapter 10 and the verse number 17, the Bible records, faith comes by hearing, and the hearing the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Kama tuko pamoja, hebu nipungie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Tanki wa neighbor, mwambie imani huja kwa kusikia neno la Bwana. Hata leo hii tumekaa, mchungaji ananena nasi, imani itaanza kujengeka katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Now let us go back to our scripture. Biblia mahali ambapo tumesoma kanisa, Genesis 22 verse 7 to 14. Huyu ni Mungu ananena na Abraham. And let me first of all, just for your information, kitabu cha Mwanzo ni miongoni mwa vitabu vitano vya sheria alivyoviandika Musa. Kwa hivyo Genesis is one of the books that the author is Moses. Bwana asifiwe. Now tunaona Mungu yuanena na Abrahamu. Biblia mahali ambapo tumesoma, tunaona Mungu amempatia Abrahamu mtihani. Kuna mambo mawili nataka tuelewane. There is a difference between being tempted and being tested. Hapo kuna walimu. Kuna mwalimu yeyote aidha unafundisha nursery school, chekechea, primary, secondary, na kuendelea. Kuna any teacher hapo? Asante. Walimu wako miongoni mwetu. Mwalimu anapofundisha inafika mahali ana set an exam. The purpose of the exam is to test the capability ya mwanafunzi iwapo aliyeshika yale ambayo ulifundisha au ulimsomesha au la. So huo ni mtihani. But now when we talk about temptations, majaribu yanamfanya mtu aanguke. Bwana Yesu asifiwe. So when you are tempted, definitely if you do not have enough strong faith, you will fall. Bali test is just to test your capability to understand. Kwa hivyo Mungu alimpatia Abrahamu mtihani, na huo sio mtihani peke yake ambao Mungu alimpatia Abrahamu. Lasha, kuna mtihani almost 10 Mungu alimpatia Abrahamu, and I've just picked one, kuhusu kumtoa Isaka
awe sadaka ya kuteketeza mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. When I look at this scripture, nimeona ulikuwa mtihani mkubwa sana, na nakomea mtihani huu kwa mtihani ambao pia Sulemani mwana wa Daudi alipewa. You remember, wakati wa mama wawili walijifungua kwa wakati mmoja, kila mama alikuwa na kidai ya kwamba mtoto aliye hai ni wake, aliyekufa ya yule mwingine. Kwa hiyo yule mwingine anasema la, mfano aliye hai ni wangu, aliyeaga ni huyu, which means kitu ambacho kimekufa hakuna mtu ana haja nacho. Therefore, hata wewe ukikufa spiritually will be decided. Watu wanataka mtu aliye na uhai. Bwana Yesu asifiwe. And that's why nyumbani mwa Mungu when I'm preaching, nataka watu waniangalie vizuri. When I'm preaching, ninaona nikiona mtu amejishika hivi, huwa nahisi nikushike kabisa, nikutupe huko nje, kwa sababu neno la Mungu sio la kujishika hivi, kwa sababu hakuna mtu anaomboleza hapa. Tunaye mfalme ambaye ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndiye tumekuja kumwabudu siku ya leo. Kwa hivyo Sulemani alifaulu ule mtihani, kwa sababu alisema okay, fine, if that's the case, tufanye namna gani? Katikati. Mama mwenye mtoto akasema sawa, mshikate katikati, mpe tu. Na Sulemani akasema basi, this is the mother of this child. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Kwa hivyo Mungu alimjaribu Abrahamu ili Abrahamu amtoe mwanawe kama dhabihu. And remember, huyu mwana ambaye Abrahamu anamtoa alikuwa mwana wa pekee, mwana wa, for a very long time we all know what had happened to Sarah and Abraham. Walikaa bila mtoto, lakini Mungu akambariki, anaobariki mtoto. Tena huyo mtoto Mungu anamhitaji. So ilikuwa testi kubwa sana. Now, mahali pale ambapo tumesoma, nataka nitafanya overview just because of time. Tunaona neno la Mungu limeanza kueleza, na huyu ni Isaka ambaye anamuuliza baba yake. Isaka anasema moto na kuni zipo, yuko wapi mwana kondoo? Hata Abrahamu walipokuwa wanaenda na Isaka, alijua huyu mtoto mwenye ananiuliza yeye ndio sadaka naenda kutoa, sababu Mungu alikuwa amenena naye. Na Abrahamu akamwambia Isaka, God will provide. Therefore, unwavering faith, number one, requires one to put his trust in God. Ambia jirani yako, put your trust in God. 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 Wacha tuongee Kiibrania. Mwambie vitanisubira hivyo mumwambie. Vitanisubira hivyo mumwambie. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu alipata imani yake katika Bwana. Sisi kama waumini, maisha ambayo tunaishi yamejaa changamoto nyingi, majaribu ni mengi, mitego ni mingi. Tunaweza kufaulu tu kama tumeweka imani yetu katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ukiweka imani yako katika Bwana, hata majaribu yanapokuja una wasiwasi, unaimba tu ukisema usigaria
Bwana asifiwe. Unapoweka imani yako katika Bwana, unasimama wima. You are not shaken because your faith is rooted in God. Sema amen. Unaona mara kwa mara watu wanapojenga, wanapojenga wanachimba foundation kwenda chini kabisa, ili kama ni 40 stories building, ile foundation iweze kushikilia hiyo building. And if the foundation is weak, then definitely the building will collapse, the building will fall. The same thing kwako wewe na mimi, tusipoweka imani yetu ndani ya Yesu, bila shaka mambo yanapotokea madogo yatatupelesha. And that's why it is important we put our trust in God. Abraham aliweka imani yake katika Bwana. Ambia ndani yako, ukiweka imani katika Bwana, Bwana atakutetea, atasimama nawe katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, unwavering faith. Number 2, you need to take action. Kuwa na imani katika Bwana peke yake haitoshi. You must take an action kudhihirisha imani ulionayo katika Bwana. Sema imani. Pano wiki mkekumba, si ndio? Uweke katika imani. That's why people say, nionyeshe imani yako, not the word. Nionyeshe imani yako, nami nikuonyeshe imani yangu kwa matendo ama kwa vitendo. Therefore, you need to take an action. Abraham alichukua hatua ya kumtoa Isaka kama sadaka mbele za Bwana. Abraham took an action. Let me give this illustration. Kama nyinyi sio wafugaji Nairobi, najua nyumbani ni wafugaji. Mmefuga kondoo, kuku, kila aina ya mnyama. Now, I did my own research to find out why kuku, jogoo, wakati mwingine akiwa kwa boma, nimemtazama kwa chini, anasimama na mguu mmoja hivi, angeaswa kugua watu wana jogoo akifanya hivi, amesimama na mguu mmoja. My research tells me kuna ujumbe jogoo huwa anapeana. Ujumbe wenyewe ni kwamba mimi ndiye mmiliki wa eneo hili. Mimi ndiye mmiliki wa eneo hili. I want to tell you something. When you put your trust in God and when you take action, wewe ni mmiliki pamoja na Baba katika ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Jambo la pili, isitoshe, huyu jogoo sio mguu peke yake anainua. Wakati mwingine utamuona anafanya hivi. Have you seen that?
Jogoo anamaanisha mimi ndio wa kusema. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndio wa kufanya nini? Wa kusema, hakuna mwingine. Ukiwa ndani ya Yesu wewe ni wa kusema. Hakuna kinachoweza kukutisha. Na ndio wanasasa wanasema we are unbreakable. Sema amen. Ambia jirani yako, ukiwa ndani ya Yesu wewe ndio wa kusema. Ukiwa ndani ya Yesu wewe ndio wa kusema. Bwana asifiwe. Ukiwa ndani ya Yesu wewe ndio wa kusema katika jamii. Ukiwa ndani ya Yesu wewe ndio wa kusema mahali pa kazi. Ukiwa ndani ya Yesu wewe ndio wa kusema katika huduma. Ukiwa ndani ya Yesu wewe ndio wa kusema katika nyanja zote maishani. Kwa sababu gani? You put your trust in God and you take an action and the Lord is in you and you are in the Lord. Biblia inasema Yohana 15 mstari ule wa 7. Hili wa 7. Read it for me. It's verse 7. John chapter 15 verse 7. What does it say? John 15 verse 7. Ya pole. Mimi ukikaa ndani yangu, sio wewe ukikaa ndani ya mume wako, sio wewe ukae ndani ya mke wako, sio ukae ndani ya watoto wako, sio ukae ndani ya bosi wako kazini. Rudia mama, yenyoka ni wewe. Na usome uitunda. Kijua mwana mawai. Rudia tena. Sio ndo ana kitii mlango wa saba. Unaona mmoja? Sema vizuri. Hiyo ni mlango wa saba kweli. Yeah, namna hiyo. Mimi ukikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yako. Mimi nani yangu nikikaa mwenye. Ombeni utakalo Lord. Msale tusitamenda. Nani kutapelewa? Yaani mama. Yaani nikwambie ile raha nasikia mlazo wangu kutoka kulisupa na kukena. Yaani tukikaa ndani ya Yesu, maneno lake likikaa ndani yetu, tuombe na lolote utakalo, naye Yesu atatutendea. Sema amen. Kwanza let me tell you something. God is bigger than your problem. Wewe unaiona pamoja na wanadamu, but God has not do things the way you do. Mipango zake ni zaidi ya mipango zako. Mawazo yake ni zaidi ya mawazo yako. Ana mipango mizuri kwa ajili yako. Anasema kwenye kitabu cha Yeremia 29 kifungu cha 11 ya kwamba I have good plans for you. Ambia ndani yako, the Lord has good plans for us. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Finally, number 3. When you live and live in faith, expect God's blessings. Unapoishi maisha kutotimizika, tarajia baraka za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ambie jirani yako, tarajia baraka za Bwana. You know, Abraham, jambo la kwanza Samson, in God, akachukua hatua na Mungu alikuwa amemwahidi baraka, na tunaona hizi baraka. Let us read the Bible. Ande bado watakuona kwa niwazia jambo anisalia ile kasoni kumbe waje kukule kuja na somo ule waje kusoma. Biblia inasema hivi, Abraham akachukua macho yake akaona kondoo dume amenaswa pembe zake, nyuma yake kaja
badala ya mwanao. And remember, after Abraham's faith was rooted in God. God blessed him. Alimwambia nitaubariki uzao wako. Bwana Yesu asifiwe. I'll make you a great nation. Bwana asifiwe. When you believe in God, as the Bible says in John 15:7, unapomwamini Mungu bila kunyumbayumba katika imani, Mungu atasimama na wewe na kukuonyesha mambo makubwa. I like this song ambayo wana wa Israeli kama ni Musa wanasikiliza kwa makini. Musa yakeba na shangwe ngombe chana kokora Nasaela ea Musa Napulata itawema Kuzibangu mukanani Mukiwara shama ema Chapara kwa nasa takupatia chochote na tunachofanya nini unachohitaji. Baba msikilizaji, nusia katika wimbo huo, unapofika mahali hapo unaimba polepole, siimbi kama hii unaimba Musayatura mukikuru Namona Bamari Marazoka Yaba Asigamira Misamba Mkulukena Unjima Zibani Ubiri Yanora Ukoliwa ya Nikakulika Maragoga Yali Nabe Nikakura Akiwa ya Asigamira Misamba Mbamuka na mwakulika Muna Asigamira Misamba kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna urejesho katika kwa wale ambao wanamtumainia maishani mwao. Kuna urejesho kwa wale ambao wana imani isiyoyumbayumba. Kuna urejesho. That's why neno la Bwana linasema katika Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili yeyote amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua hii maneno yote. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio kitabu cha Yohana sura ya 3 kifungu cha 16. Neno la Mungu nasema hivi kwamba neno la Mungu nasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili yeyote amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ni yule ambaye ana imani isiyoyumbayumba. Bwana Yesu asifiwe. And when you read verse 7 of the same chapter, John 3:17, the Bible says, Mungu hakumtuma mwana auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe kupitia ndani yake. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Tendo kuwanda asubuhi ya leo
Songea, songea. Songea, songea. Songea, songea. Oh, songea, songea. Songea, songea, songea. Songea, songea. Ngojea. Songea, songea. Songea, songea. Songea, songea. Baraka za ngojea. Watu wengi hawataki baraka. That's why unaona mara kwa mara mama mtoto anapokusumbua kwa sababu anaona hata wewe unasumbua. Mtoto anaiga kutoka kwa wazazi. Anaona mama anasumbua baba kabisa, ama baba anasumbua mama kabisa. Sasa tu wewe unajua kitu hao wawili nyumba ikiwa na shida, waulize kusema maneno yako mama. Mama anasema bunde basi bora mwana na mzee basi akaidai basi. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Basi kuna habari njema. Kuna Mungu ambaye analeta amani katika mazingira hayo yote kwa wale ambao wanamwamini. Jana wale asubuhi ya leo pendwa, kuna tumaini linalopatikana kwa Mungu kwa wale watu ambao wamesimama wima katika imani, wasio yumbayumba na wanaochukua hatua. Hawa ndio Mungu anawabariki. Kayumundu mulama yaza kabisa. Lakini abo leo karuru abo uchaguzi wa. Urashaya huko ole kumana kinako. Hata baada tukienda mahali tuanzishwa wale watu wakujali kabisa, leo unaona wanakuja wanajaa. Wana ndio kwenda kuona yule ambaye anaenda kufanyisha uchaguzi anakaa namna gani. Ni mfupi au ni mrefu? Ni mnene au ni mkonde? Anaongea sana ama ongei sana? Bana ametumeza kwa mngorani. Nataka kuzana show ngana nenda sana. Ora, ngirungane muri tali ya bwa. Yes. Bwana Yesu ni amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asema amen. Amen. Jana waleo najua Mungu anaenda kutubariki kwa njia ya kipekee ili tuwe na imani isiyo yumbayumba. Simama mahali ulipata kwa